Yes, leo kwenye Fursa Classes tunaenda kuangalia nguvu ya uzoefu katika kuyafikia malengo yako. Yes, experience. Experience ni maarifa, ujuzi na uelewa unaopata baada ya kufanya jambo kwa vitendo kwa muda mrefu. Hapa ndipo tunasema wewe una uzoefu wa kujenga kwa sababu umefanya hii kazi kwa muda mrefu. Wewe una uzoefu wa kufundisha kwa sababu umefanya kazi ya kufundisha kwa muda mrefu, au wewe una uzoefu wa elimu ya teknolojia kwa sababu umefanya hii kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo namna unavyofanya kazi kwa muda mrefu ndivyo unavyotengeneza uzoefu. Na siku zote hata kwenye makampuni, hata kwenye taasisi ambazo zinaajiri watu katika kufanya mambo fulani, miongoni mwa vitu ambavyo wanazingatia sana ni uzoefu, experience. Na ndio maana kuna watu wengi wanalalamika sana. Sasa mtu anatangaza kazi alafu anasema niwe na experience ya mwaka mmoja na mimi ndio nimetoka chuo. Sasa mimi nitapata wapi huo uzoefu? Hawa watu sio watu wazuri, hawataki tupate kazi. Hapana. Kuna vitu ambavyo wanavyozingatia. Kwa nini wanataka experience? Hizi ndizo faida za kuajiri mtu ambaye ana uzoefu, na ndio maana kila kampuni, kwa sababu ile ni biashara, kila taasisi, kwa sababu taasisi inakuwa na malengo, inazingatia mtu mwenye uzoefu ili waweze kuyafikia malengo yao. Faida ya kwanza ya uzoefu huongeza ufanisi. Namna ambavyo atakavyofanya mtu ambaye ameianza kazi ya kuweka umeme katika nyumba mwaka 2018 itakuwa tofauti na mtu ambaye ameanza kazi ya kuweka umeme mwaka 2025. Hawa watu watakuwa wawili tofauti. Kwa hiyo huyu namba moja, kwa sababu ya uzoefu, atafanya vizuri zaidi ukilinganisha na huyu mtu ambaye ameanza kazi sasa hivi. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hakuna kampuni, hakuna taasisi ambayo isiyopendwa kufanyiwa kazi kwa ufanisi, lazima wazingatie kipengele cha experience. Uzoefu hupunguza makosa, mistake. Hamna mtu ambaye anatamani afanyiwe kazi yake kwa makosa. Kila mtu anapoweka malengo anatamani kuyafikia. Kwa hiyo kwa sababu mtu akiwa na uzoefu atakuwa amejifunza vitu vingi, atakuwa anafahamu mambo mengi. Kwa hiyo hata ufanyikaji wake wa jambo utakuwa tofauti na yule mtu mpya. Na ndio maana watu wanaangalia experience. Lakini uzoefu hutengeneza kujiamini. Yes. Namna ambavyo mtu atakavyofanya kazi mwaka wa kwanza ni tofauti na mtu ambaye atakayekuwa anafanya kazi mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Hata mimi mwanzo nilipoanza kazi ya kufundisha ilikuwa tofauti kidogo na kadri ninavyoenda. Kwa hiyo kwa sababu gani? Confidence inaongezeka kutokana na uzoefu. Lakini uzoefu husaidia kutatua matatizo. Kuna baadhi ya mambo yanatokea ni marudio ya nyuma. Kwa hiyo mtu kama umefanya kazi muda mrefu, unapata zile experience. Tatizo hili likitokea huwa tunalitatua hivi, tofauti na mtu mpya. Lakini kitu kingine, uzoefu huongeza thamani. Yes, experience inaongeza value, na ndio maana watu wanalipwa kutokana na thamani. Na siku zote tunasema thamani ndio inalipwa. How value you are. Mtu ambaye ameanza kazi 2026, 2025 atalipwa tofauti na mtu ambaye ameanza kazi 2015. Thamani inalipwa pale. Lakini pia uzoefu hufungua fursa. Kuna watu wanaanzisha makampuni, wanaziona fursa baada ya kupata uzoefu juu ya mambo mbalimbali. Kwa hiyo hizi ndizo sababu ambazo zinapelekea watu wengi wanatamani kuajiri watu ambao wana uzoefu, kufanya kazi na watu ambao wana uzoefu tofauti na watu wapya. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza uzoefu. Sasa namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza uzoefu? Unaweza ukatengeneza uzoefu kwa njia mbalimbali. Namna ya kupata uzoefu. Namna ya kwanza ni kufanya. Siku zote tunajifunza kwa vitendo. Practice make it perfect to be a square. Unapofanya jambo utakosea, mwisho wa siku ukamilifu utapatikana.
Kwa hiyo lazima ufanye jambo kwa vitendo. Tuna madaktari wengi ambao wanasomea udaktari, lakini akirudi nyumbani kutoka chuo hafanyi practice kuhusiana na kile kitu ambacho anakisomea. Na ndio maana tunasisitiza sana kwenye saikolojia, kwenye elimu, mtu apende kusomea kitu ambacho ana passion nacho ili aweze kukipractice. Watu wengi tunasoma vitu ambavyo hatuvipendi. Ndio maana unapoambiwa nenda kajifunze hiki kitu bure, huwezi kwenda kujifunza kwa sababu you haven't passion kuhusiana na hicho kitu. Kama unasomea jambo fulani, fanya practice. Utapakufanya practice, utatengeneza uzoefu na mwisho wa siku utafanya kwa ukamilifu. Lakini kitu kingine, namna ambavyo unaweza ukatengeneza uzoefu ni kuanza kazi bila ya malipo. Hiki ni kipengele kigumu sana 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 sana. Watu wengi tunapenda tukitoka chuo, tuende kwenye ajira, tuanze kulipwa. Sasa hauna uzoefu, lazima uende ukatafute uzoefu. Kwa hiyo lazima ujitolee, volunteer yourself. Jitolee kufanya kazi, sehemu, taasisi ya vitu vinavyohusiana na hicho kitu unachokifanya. Utengeneze uzoefu kwanza, ili baadaye ukiajiriwa uweze kufanya kwa ufanisi, au hata wewe mwenyewe ukijiajiri uepuke makosa mengi, kwa sababu utakapokuwa unaona watu wanafanya, lazima kuna mambo ambayo utakuwa una gain. Kingine, tujifunze kwa waliotangulia. Tunasema mambo yote ambayo yanafanyika duniani ni repetition of the past. Watu wameshafanya, hawajafanya kama utakavyofanya wewe, lakini watu wengi wamefanya. Biashara, watu wamefanya. Public speaking, watu wamefanya. Udaktari, watu wamefanya. Inawezekana namna walivyofanya ni tofauti na wewe kutokana na zama. Kama sasa hivi watu wanafundisha, wanatumia teknolojia, lakini si kwamba walimu walikuwa hawapo. Biashara, watu walikuwa wanafanya barter trade kwa sababu kipindi hicho kulikuwa hakuna pesa, lakini si kwamba you are the first kufanya biashara. Kwa hiyo nenda kajifunze kwa watu ambao wametangulia. Kuna vitu ambavyo utajifunza kutoka kwao na utatengeneza uzoefu. Lakini kitu kingine ni kukubali makosa kama somo. We learn by making mistake. Tunajifunza kwa kufanya makosa. Kwa hiyo tunasema ili uweze kuwa mtu mzuri, epuka ukamilifu. Ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu. Unapokosea, angalia kipi kimesababisha ukosee, jifunze ili uweze kuwa bora. Na ndio maana wewe ukijifunza, akija mtu mwingine ukimfundisha ataepuka makosa, kwa sababu tayari wewe umeshafanyaje? Umeshafanya makosa. Na siku zote pendelea kuwafundisha watu vitu ambavyo wewe ushakosea, ili wengine wasije wakakosea kama wewe wakapoteza muda. Na kitu kingine ni kujifunza kila siku. Maisha yanabadilika, vitu vinabadilika. Kwa hiyo update ni kitu cha msingi sana. Lazima uupdate mind. Usiseme kwamba mimi najua kujenga, kwa hiyo siwezi kujifunza tena. Mambo yanabadilika, teknolojia inabadilika. Jifunze kila siku ili uweze kuwa bora zaidi. Na mwisho kabisa, ili uweze kuwa mzoefu au mbobevu juu ya jambo fulani, kuwa na uvumilivu. Subra ni kitu cha msingi sana. Kwenye kufanya mambo utakutana na watu, kwenye kufanya mambo utakutana na changamoto, kwenye kufanya mambo utakutana na mambo mengi sana. Uvumilivu. Kuna mtu anaweza akawa amepelekwa kwa fundi fulani kujifundisha masuala ya umeme mathalan. Ametembea na yule fundi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, fundi anamuelekeza, anamtuma. Anamuelekeza, anamtuma. Siku nyingine anaanza kulalamika, yaani yule ananipaga tu nauli ya kwenda na kurudi na kula, nilipi chochote, yeye ndo anapokea pesa. Kumbuka pale umeenda kujifunza ili uwe bora. Na ndio maana watu wengi wanakuwa hawamalizi kozi, hawamalizi ujuzi. Kila siku wanaishia njiani kwa sababu wenyewe wanatanguliza zaidi masuala mazima ya pesa, bila ya kuangalia kwamba nitengeneze ujuzi mzuri ambao utaniletea pesa zaidi ya hii ambayo ninaitafuta sasa hivi. Kwa hiyo we learn by experience. Tunajifunza kutokana na uzoefu. Kwa hiyo ili uweze kuwa bora, ili uweze kuyafikia malengo ya kitu unachokifanya, uzoefu ni kitu cha msingi sana. Fursa Classes tunasema empowering your mind for a better future. See you next lesson.